Ni mechi ambayo imetupa tafsiri tofauti ya kile ambacho tumekizoea kwa siku za hivi karibuni, hususan kwenye michuano hii mikubwa ya ligi ya mabingwa. Ni ngumu Inter Milan kuruhusu mabao mengi, lakini wakati huo Barcelona huwa anafunga zaidi ya mpinzani wake. Itabidi wafanye kazi ya ziada wakiwa ugenini. Silaha kubwa ikiwa ni Lamine Yamal, kijana ambaye amekiri kuwa pressure alikushaiacha siku nyingi nyumbani. Ataendelea kung'aa bila shaka na kuwa ufunguo wa Barcelona. Ya sahihi, miaka 17, lakini ukimtazama ni kama mchezaji mwenye miaka 25. Amemachua, creativity yake, mguu wake wa kushoto unafanya kazi kweli kweli. Binafsi naamini Barcelona wana nafasi kubwa sana ya kusonga finali. Ingekuwa ni Barcelona ya misimu miwili iliyopita, ningekuwa na mashaka kwa sababu ni Barcelona ya Xavi Hernandez ambayo ilikuwa inatabirika. Yani unaijua ni Barcelona ambayo shape yake inakuwa ni 3, 2, 5. Yani kwamba nyuma watabaki ma center back 3, Balde atatoka pembeni ataingia ndani kuungana na namba 6 mmoja kutengeneza idadi ya namba 6 wawili. Kisha wale viungo wawili namba 8 wawili watasogea mbele kwenye half space. Mawinga wanakuwa wide na leo anasimama kama mshambuliaji wa mwisho. Ni ile Barcelona ambayo ilikuwa inatabirika, lakini hii Barcelona ya Hans Flick haitabiriki, iko flexible. Kuna muda unakuta mawinga wote wanaingia ndani kuungana na namba 10, and then kuna namba 6 wawili nyuma yao wana overload eneo la katikati kwa idadi ya wachezaji 5. Lakini kuna muda unakuta Rafinha anatoka pembeni anaingia ndani anaungana na Dani Olmo, lakini pia Ferran Torres ana drop na yeye anakuwa kama namba 10 wa 3, and then Lamine anakuwa pembeni. Sehemu ambapo ametoka Rafinha unakuta Balde anauchukua ule upana wote. Ni ile Barcelona ambayo haitabiriki Hans Flick. Kwa hiyo bado naamini wanaweza kwenda Giuseppe Meazza wakapata matokeo na wakasonga finali. Giuseppe Meazza International wakicheza na Barcelona, mechi ambayo unaipata kupitia kifurushi cha DStv Compact Plus.